update mpya ya kesi ya David kuondoa maisha ya Celeste Rivers Hernandez itakuacha mdomo wazi na ikufanye ujiulize kwamba sisi binadamu tuna mioyo gani. Tarehe 29 prosecutors ambao wanamshtaki David na walitoa court document nyingine ambayo inaelezea kiundani evidence ambazo wanaenda kuzipresent kwenye hii kesi nzima. Tunakumbuka wakati David anakamatwa mwezi huu wa 4 kwenye tarehe 20 hivi, David alivyokuwa anakamatwa na kupelekwa mahakamani, na tulivyokuwa tumepewa zile taarifa tunaona kwenye social media, wanasheria wa David walisema kwamba David amekamatwa kimakosa na anachajiwa kimakosa. Inamaanisha evidence zitaenda kuonesha kwamba David yeye ni mtu ambaye hana makosa. Tena wanasheria wa David wakasema tunaomba hii kesi isikilizwe as soon as possible. Mara nyingi sana huwa mtu akikamatwa akiwa charged kuhusiana na issue nzima labda ya murder au ya kitu fulani, wanabidi wafanye investigation kwanza ndio waje kutafuta siku ambayo wanaanza kusikiliza hiyo kesi mahakamani na kuanza kuisikiliza. Lakini kwa upande wa David ilikuwa ni tofauti. Wanasheria wake waliamini kwamba David ni hana makosa, David ni innocent, kwa hiyo wanataka kesi isikilizwe as soon as possible. Kwa hiyo mahakama ikasema haina neno, tutaisikiliza hii kesi kuanzia tarehe 1 Mei, ambaye tarehe 1 Mei ndo siku ya leo. Kwa hiyo tarehe 29 kwa nadhani tarehe 29:30 ndo wakatoa hiyo court document ili kuweza kuongelea evidence ambazo wanakuja kuzipresent siku ya leo. Ambapo sasa wanasheria wa David walivyoona zile evidence zote wakaamua kurudi na kumuomba jaji kwamba wanaomba hii trial isogezwe mbele. Maana inaitwa preliminary hearing. Ni ile wanaanza kusikiliza kesi mwanzoni, vitu gani ambavyo wanaenda kuvipresent kabla ya kuanza kuita jurors na watu wengine. Kwa hiyo wakaomba kesi isogezwe mbele, tena sio tarehe 1 Mei, wasogeze kuisikiliza hii kesi mpaka mwisho wa mwezi wa 5. Court document ambayo imetolewa jana kutoka kwa upande ambao wanamshtaki David ilikuwa inasemaje? Maana vitu ambavyo vimeelezwa kwenye hiyo court document kwenye page 9 ni vitu ambavyo wanaonekana kabisa hawa wanasheria wanaomshtaki David wako serious na mchongo wao. Kwa sababu wameanza kwanza kuelezea Celeste pamoja na David wamekutana kipindi gani. Celeste ni pamoja na David wamekutana 2023 around November. Tunakumbuka hii information kwamba Celeste alianza kuwa anatoroka nyumbani kwao, anapotea around mwaka 2024 February, ambao kilikuwa ni kipindi ambacho ni cha Valentines, and then April tena 2024 akapotea tena, and then akarudi, and then baada ya hapo akaja tena kupotea April 2025 na hakuonekana tena, na ndo hapo sasa inavyosemekana kwanza Celeste maisha yake yaliishia hapo. Lakini according to hii court document wanaelezea kwamba lile gari ambalo limekutwa na mwili wa Celeste Rivers lilikuwa linaendelea kuendeshwa na the owner. Tukumbuke kwamba mmiliki wa lile gari ni David ambaye alikuwa na uhusiano na Celeste, ambaye mwisho wa siku mabaki ya mwili wa Celeste yalikutikana kwenye hilo gari ambalo alikuwa anaendesha yeye David, na unasemekana kwamba gari lilikuwa limepakiwa kwenye neighborhood tu na kuachwa hapo, lilikuwa limetelekezwa. Tunakumbuka tuliambiwa kwamba mwili wa Celeste au Celeste mwenyewe alifariki around tarehe 23 April mwaka 2025. And then mwili wake ukakutwa September. Sasa tukao tunajiuliza to what point hili gari, huu mwili ulikuwa umekaa kwenye hili gari kwa muda gani? Kwenye document ambayo imetolewa jana inasemekana kwamba David bado alikuwa anaendelea kuendesha hili gari mpaka around July, na ndipo hapo hilo gari liliacha kuendeshwa na likatelekezwa hapo until lilivyokutikana September. Kuanzia February sasa Celeste alivyokuwa anaanza kukimbia nyumbani, anatoroka nyumbani, anapotea mpaka inabidi wazazi wake waende kwenda kushtaki. Hii ilikuwa ni 2024 by the way. Inabidi waende kushtaki. Polisi ilibidi waangalie, wa track down senior Celeste ili kujua kwamba huyu mtu anaongea naye kitu gani na anaongea na nani zaidi. Wakaja kugundua kwamba anaongea na namba ambayo inamlink David. Kwa hiyo polisi kipindi hicho 2024 kabla Celeste bado yuko hai, polisi walienda wakamtafuta David na wakaenda kumuuliza maswali kwamba yeye ana mahusiano na huyu Celeste ni yakoje, mara yake ya mwisho kumuona ni lini. Na according to David anasema yeye ameshawahi kumuona Celeste mara moja tu kwenye maisha yake, hajawahi kumuona before hapo, ambapo alikuwa amemuona November 2023 na hakumuona tena, na kwa hiyo hajui Celeste yuko wapi. Baada ya mapolisi kuondoka, Celeste baada ya siku 2 akarudi nyumbani kwao. Kitu ambacho wewe ukijiuliza utakuwa unajua kabisa kwamba David ilibidi amwambie Celeste kwamba hebu sikilizia kidogo and then ndio urudi nyumbani
kwenu. Hii kitu ikajiripiti tena mwezi wa 4 April 2024. Huyu msichana tena akaondoka nyumbani, akaenda tena kwa David, akatoroka nyumbani. Ibidi wazazi wake tena waanze kumtafuta, waanze tena kushtaki, waanze tena kwenda polisi, kwenda kuulizia mtoto wao, sijui kutoa report mtoto wao kwamba kapotea, sijui nini na nini na nini. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba hii ilikuwa tayari ni pattern ambayo ilikuwa imeanza kuonekana tangu muda kutoka kwa David. Hii tabia ya Celeste kuondoka nyumbani ilikuwa inaendelea, ilikuwa imekuwa ni kama ni tabia ambayo imezoeleka, na ni kitu ambacho pia kilikuwa kina disturb wazazi wao, japokuwa kuna watu wengi sana wanawalaumu wazazi wa Celeste kwamba walikuwa hawamkeep mtoto wao grounded kwa sababu bado ni mdogo na bado alikuwa na audacity ya kuondoka nyumbani na kwenda kwa huyu mwanaume. Okay, fast forward sasa 2025 mpaka kifo kinamkuta Celeste, ilikuwaje? Na tunajua kabisa kwamba according to the autopsy report inasemekana kwamba Celeste alifariki tarehe 23 mwezi wa 4. Hapa walijuaje mapolisi kwamba Celeste amefariki tarehe 23 mwezi wa 4? Okay, according to the Heat court document wanasema kwamba walivyokuwa wanafuatilia text messages, walikuwa wanafuatilia records nzima za kwenye simu, walikuta message ambao walikuwa wanachati kati ya David na Celeste tarehe 22 mwezi wa 4 2025. Siku moja kabla ya Celeste kuondolewa maisha yake. Kwa hiyo walivyokuwa wanachat ilikuwa inaonekana kabisa kwamba Celeste anasikia wivu kwamba David ni ana wanawake wengine, ana wasichana wengine. Kwa hiyo Celeste akawa anatoa ile urge yake kwamba mimi hapana, nachukia, na kwamba all we do tuna chill tu, we have sex, you na nini, and then unaniacha naondoka. Na wanasema kati ya messages ambazo zilikuwa chats ambazo zilikuwa zinahusisha kati ya David na Celeste ilikuwa pamoja na hayo mahusiano, ujauzito, kuondoa ujauzito, kuabort na kutumia plan B. Inamaanisha at some point Celeste alikuwa ana ujauzito. Na baada sasa ya hapo Celeste kuwa na hiyo exchange ya kuwa na wivu hiyo tarehe 22, ilionekana kwamba Celeste akawa anamtishia David kwamba atamharibia career yake. Ambayo hiyo career tunayoiongelea ni kuanzia tarehe 25 April kuanzia tarehe 25 April kuendea Mei ndio ilikuwa ni kipindi ambacho David alikuwa anaenda kuzindua albamu yake mpya. Kwa hiyo Celeste akamtishia kwamba nitakuja kuharibu your career. Na japokuwa Celeste alikuwa anaonesha wivu, sio kwamba hapo walikuwa kwenye mahusiano mpaka hii kwenye April 2025 walikuwa kwenye mahusiano, hapana, walikuwa wameachana November 2024, lakini walikuwa wanaendelea kupasha viporo. Kwa hivyo huu muda wote Celeste alikuwa anaumia ni kwa sababu alikuwa anapasha viporo na huu bado na wanawake wengine na bado sio anamhitaji yeye whatsoever. Kwa hiyo Celeste akawa hajapendezwa na kile kitu. Fast forward tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2025 ambao ndo siku sasa mauti yanamkuta Celeste Rivers Hernandez. Saa 2 na dakika kama na nusu, kama sio na dakika 40 usiku tarehe 23 ilionekana kwamba David amerequest Uber kwa ajili ya kwenda kumfuata Celeste Rivers Hernandez nyumbani kwao, ambaye saa 4 na dakika 1 usiku ile Uber ilikuwa imefika nyumbani kwa David, kwa sababu alikuwa anakaa distance kidogo anapokaa David na anapokaa huyu Celeste. Kwa hiyo alikuwa anakaa mbali kidogo. Kwa hiyo saa 4 na dakika 1 ndo ile Uber imefika nyumbani kwa David. Kinachonishangaza ni kwamba unaambiwa saa 4 na nusu David akamtumia message Celeste Rivers na kumuuliza upo wapi? Hii message according to the court documents wanasema kwamba wanahisi David alikuwa anajaribu kutengeneza mazingira ya kuonesha ili baadaye akija kukamatwa aweze kutengeneza alibi. Inaitwa alibi alibi. Kutengeneza alibi yani kwamba ajulikane alikuwepo sehemu fulani, hakuwepo na Celeste. Aonekane kwamba bado alikuwa anaenda communicate naye. Kwa sababu around saa 4 na dakika ngapi sijui, message za Celeste zilikuwa hazijibiwi. Inamaanisha huo ndio muda ambao Celeste alikuwa amefariki. Na unaambiwa Celeste huyu David akatext tena baada ya masaa kadhaa. Akatext tena baada ya masaa kadhaa. Akiwa anajua kabisa huyu msichana amekufa, lakini bado alikuwa ana text. Kwa sababu alikuwa anajua Celeste hatojibu na yeye tu anajitafutia namna ya kusema kwamba mimi jamani, mbona nilimtext huu muda hakuongea na mimi, sikuwepo naye, ili aweze kutafuta namna ya kujitetea. Mr. David unaambiwa alienda usiku huo alienda akaenda akatembelea kuna site moja ambayo iko abandoned. Yaani sio haina ujenzi, haina nini, ni site tu ambayo iko empty. Akaenda kutembelea hiyo site, asubuhi yake akarudi.
Hiyo site unaambiwa ndo site ambayo passport ya Celeste ilikutikana tangu mwezi wa kwanza. I do not know how mwezi wa kwanza 2025 passport ya Celeste ilikuwa imepotea. Lakini baada ya hapo ndio David akaanza kuorder street chainsaw, akaorder the pool ile ambayo ya plastiki, zile ndogo ambazo wanatumiaga watoto, akaomba akaagiza vitu vingi kwa ajili ya kufanya huo mchakato mzima wa kumkata mwili wake. Baada ya kutembelea zile site, akaamua kuachana na mwili wa Celeste, akauweka ndani, akauhifadhi, akasubiria, akaanza kufanya maagizo, akaagiza hizo chainsaw. Aliagiza chainsaw 2 kwa kutumia jina ambalo ni fake. Unajua wenzetu wanaweza wakaorder kitu supermarket kikawa delivered. And then baada kama ya siku moja akaorder tena the body bag. Lile begi kama ambalo lilikuwa limekutikana na kiwiliwili na kichwa. Maana ile mikono na miguu ilikuwa imewekwa kwenye trash bag. Kwa hiyo akawa ameorder hiyo body bag, akawa pia baada ya siku kadhaa pia akawa ameorder a burning cage. A burning cage, hii ni cage ambayo inaweza kuchoma kitu mpaka kikawa majivu. Nadhani ndo inayotumikaga kuchomea Wahindi labda wakiwa wamefariki, wakiwa ndo wanavowazikaga ya. Kwa hiyo akawa ameorder kile kitu, lakini kile kitu hakuuziwa, hakiweza kuwa delivered kwake kwa sababu it's illegal kununua kile kitu. Kwa hiyo burning cage hayakuweza kuinunua, nadhani ndo ilikuwa nia yake kuja kudispose. Baada ya kuorder hivi vitu around mwezi wa 5, sasa ndipo huyu David akaanza kukata ule mwili wa Celeste na kuweza kwenda kuudump. Sasa aliorder ile swimming pool. Unajua zile swimming pool za watoto zile za kuogelea za plastiki zinakuwa za blue zile. Aliorder hiyo swimming pool purposefully ili aweze kuukatia ule mwili ndani ya ile swimming pool ili damu zisiweze kumwagika kwenye garage ambayo alikuwa anafanyia huo ujinga wake. Kwa hivyo ndio maana hata kwenye mwili wa Celeste kwenye baadhi ya sehemu ambazo zimekatwa kwenye sehemu ambazo ni wounds, inaonyesha kama kuna vitu kuna particles za rangi ya blue. Zile particles sasa ndio ile swimming pool. Na baada ya mapolisi kwenda kufanya search, baada ya kupata search warrant na kwenda kufanya search na kuchukua some DNA samples kwenye hiyo garage ya huyo David, kuja kupima baadhi ya damu ambazo zilikuwa zimekutikana. Sasa unajua unaweza kukuta tu kitone kidogo hivi, hata kidogo kinachukuliwa hicho kwenda kupima ni damu ya Celeste Rivers. Kwa hiyo David baada ya kufanya hiki kitu chote akawa hajaenda kuutupa ule mwili, akawa ameuweka kwenye hiyo mbele ya hiyo gari lake nyumbani kwake. Sasa kuna wageni ambao wakawa wanakuja nyumbani kwake, wakawa wana notice ile harufu. Wafanyakazi wenzake, washikaji zake wakawa wana notice ile harufu. Business partners wakija wakawa wana notice ile harufu. David ndo akaamua kulichukua lile gari sasa na kwenda kulipark kwenye sehemu nyingine, yaani around kwenye ile neighborhood, na ndo akaliachia hapo kwa sababu baada ya around huo muda si Julai kwenda mbele ndio muda ambao yeye huyu David alikuwa anajiandaa kwa ajili ya tour yake. Kwa hiyo akawa ameliacha lile gari kwa sababu pia alikuwa anaogopa nyumbani watu wanasikia ile harufu na hajui jinsi mgeni ya kwenda kudispose hiki kitu. Kwa hiyo akawa ameacha ule mwili pale. Na hapa wanajuaje kwamba hizi movement ambazo alikuwa anazifanya David saa 2 sijui anatoka hapa anaelekea kule? Unajua kwa wenzetu hii minara ya simu au hii minara ya simu huwa inapokea signal kwenye simu, labda mtu akiongea na kwenye simu au akiongea nini au movement unayoifanya inakuwa ina pick some codes. Hii nina refer kutoka kwenye kesi ya YNW Meli ambayo nilikuwa nimeifuatilia. Kwa hiyo wanajua saa hizi huyu mtu according to the signals za hii kwenye huu mnara, huyu mtu alikuwa kwenye hii sehemu. According to the signals za huu mnara, huyu mtu alikuwa sehemu hii. Kwa hiyo wakawa wanajua kwamba hiyo Julai ndio siku ambayo hadi tarehe ndio siku ambayo huyu David alienda akaliacha lile gari pale na akaendelea na mchongo wao. Sasa mpaka hapa tulipofikia, je, hawa wanasheria wa David bado wana confidence kwamba evidence walizonazo zinaenda kumfanya David awe free na kuonesha kwamba yeye David hajafanya mauaji? Until next time, bye.